Ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa Bellcity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye mwanga wa Bellcity FM saa 1 usiku. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami ni Faith Mwaniki. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba viongozi wa upinzani watembelea Gikomba wakosoa serikali kuhusu ubomoaji wa vibanda. Chama cha wanablogi nchini Kenya yafikisha rufaa mahakama ya juu kupinga sehemu ya uamuzi wa mahakama ya rufaa. NTSA na polisi kuimarisha operesheni za usalama barabarani kipindi cha Pasaka. Mchungaji wa Kitui afungwa miaka 15 jela kwa kubaka msichana wa miaka 15. Habari kamili. Bellcity FM, the voice of the jungle. Viongozi wanaoshirikiana na muungano wa United Opposition wametembelea soko la Gikomba jijini Nairobi, ambapo walikosoa serikali na kaunti ya Nairobi kufuatia ubomoaji wa vibanda katika soko hilo maarufu la mitumba. Viongozi hao waliapa kuchukua hatua za kisheria na kudai wafanyabiashara walioathirika walipofidia. Viongozi hao akiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa na aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi walizungumza na wafanyabiashara siku chache baada ya ubomoaji huo. Baadhi ya wafanyabiashara walidai kuwa ubomoaji huo ulifanywa usiku na kupuuza maagizo ya mahakama. Na Gachagua alidai kuwa ubomoaji huu ulikuwa na lengo la kuwaondoa wafanyabiashara katika eneo hilo na kudai kuwa unahusishwa na uporaji wa ardhi. Alisisitiza kuwa iwapo upinzani utaingia madarakani utabatilisha hatua yoyote ya aina hiyo. Na kwingineko ni kwamba chama cha wanablogu nchini Kenya kimewasilisha suala lake katika mahakama ya juu ya Kenya kikionyesha nia ya kupinga sehemu ya uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya rufaa. Kupitia notisi iliyowasilishwa na chama hicho kimesema hakiridhishwi na sehemu ya hukumu iliyotolewa katika kesi ya rufaa ya kiraia ya 197 ya mwaka 2020 kati ya chama cha wanablogu na Kenya dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali na wengine watatu, iliyotolewa Machi 6 mwaka 2026. Naam, chama hicho sasa kinapinga kukata rufaa kuhusu sehemu inayoshaniwa ya uamuzi huo katika mahakama ya juu kwa mujibu wa kifungu cha 163 cha katiba ya Kenya. Kwingineko, mamlaka ya kitaifa na usafiri wa usalama barabarani NTSA kwa kushirikiana na huduma ya kitaifa ya polisi NPS imetangaza mipango ya kuimarisha operesheni za utekelezaji wa sheria za trafiki katika kipindi cha Pasaka. Kupitia taarifa, mamlaka hiyo imesema maafisa wa usalama barabarani, kamera za kupima mwendo kasi pamoja na vituo vya ukaguzi wa ulevi vitawekwa katika maeneo muhimu ili kuhakikisha madereva wanazingatia sheria za barabarani. Naam, NTSA imewataka wananchi kufuata sheria za trafiki ili kupunguza ajali zinazopoteza maisha. Baadhi ya mienendo hatari iliyotajwa kuchangia ajali ni pamoja na kuendesha kwa mwendo kasi, kuendesha gari ukiwa umelewa, kutofuata nidhamu ya barabara, kupita magari mengine kwa njia hatarishi, pamoja na kutumia magari yasiyo katika hali nzuri ya kiufundi. Na tukitamatisha ni kwamba mahakama imemhukumu mchungaji mmoja baada ya kutoka kaunti ya Kitui kifungo cha miaka 10 ya kunradhi ni kwamba mahakama imemhukumu mchungaji mmoja kutoka kaunti ya Kitui kifungo cha miaka 15 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka msichana wa umri wa miaka 15. Naam, inaelezwa kuwa msichana huyo alikuwa ametafuta hifadhi kanisani baada ya kunusurika tukio la awali la unyanyasaji, lakini baadaye alibakwa na mchungaji huyo katika eneo hilo aliyodhani ni salama. Mahakama ilisisitiza kuwa muhimu wa kulinda watoto dhidi ya unyanyasaji na kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria.
Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada, ila kila laheri. Endelea kutegea Best FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami ni Faith Mwaniki. Sita FM, the voice